Hebu fikiria, kuna kisiwa duniani ambacho watu wake hawataki kabisa kuwaona watu wengine kutoka nje ya kisiwa hicho. Alienda kuwahubiria lakini hakurudi. Hii ni siri ya North Sentinel Island, kisiwa cha Sentinel. Hebu fikiria, kuna kisiwa duniani ambacho watu wake hawataki kabisa kuwaona watu wengine kutoka nje ya kisiwa hicho, na si kwa ubaguzi wala si kwa chuki, bali ni kwa sababu kuonana na wewe kunaweza kuwaua. Karibu kwa undani. Najua unajiuliza kuwaua kivipi? Ungana nami utaweza kuelewa zaidi. Hii ni hadithi ya kijana mmoja Mmarekani aitwaye John Allen Chau. John alikuwa ni missionary, alikuwa na lengo moja tu, kuwafikishia watu Injili, lakini watu aliotaka kuwafikishia hawakutaka kulisikia hilo. Kuna kabila linaitwa Sentinelese, wanaishi kwenye kisiwa kinaitwa North Sentinel Island. Kisiwa hiki ni sehemu ya visiwa vinavyojulikana kama Andaman Islands. Tofauti ni hii: wakazi wa Andaman Island wana mawasiliano na watu wengine kutoka nje ya kisiwa hicho, namaanisha sisi huku na nchi nyingine ambazo unazifahamu wewe, lakini Sentinelese hawana mawasiliano na mtu yoyote, na serikali ya India imefanya iwe haramu kwenda katika kisiwa hicho. Kwa nini? Sababu ni moja tu: kinga yao ya mwili haijazoea magonjwa ya dunia ya kisasa. Hata mafua tu yanaweza kuangamiza kizazi kizima. Na hii si nadharia. Mnamo karne ya 19 Mwingereza aitwaye Maurice Vidal Portman aliwahi kuwateka baadhi yao, na baadhi walikufa kwa magonjwa kama smallpox, hizi ni tetekuwanga. Waliobaki walirudishwa wakiwa wagonjwa. Tangu hapo waliamua jambo moja: hakuna mgeni anayeruhusiwa kukanyaga katika kisiwa chao. Lakini mwaka 2018 John alisema, siwezi kuwaacha bila kusikia neno la Mungu. Alijua ni kinyume cha sheria na aliambiwa asifanye anachotaka kufanya, lakini yeye binafsi aliamua kufanya. Alifanya nini na kivipi? John alichokifanya ni alilipa wavuvi $400 wampeleke karibu na kisiwa hicho. Sentinelese walipoona boti na karibia, wakatoka na mishale wakamuonya, jamani, John, ishia hapo hapo anko, na walimuonyeshia waziwazi kwamba kijana, ondoka. John alirudi kwenye kisiwa kikuu, lakini mwisho wa siku tena akawaambia wale wavuvi, jamani, mimi nataka nirudi tena. Wakamwambia, raundi hii hapana. Jamaa anaongeza kibunda. Wakampeleka. Alipofika pale wakamuonya kwa mara ya pili, na mara hii walipiga mshale ambao ulitoboa Biblia, kwa sababu John, ngoja nionyeshe mfano, alikuwa ameshika Biblia kama hivi, unajua hawaelewani lugha, kwa hiyo ni mshale ukaja ukapiga Biblia. John, Biblia ikamponyoka, akaruka kwenye maji, akaogelea, akarudi kwenye boti, akarudi tena kwenye main island. Na hii wengine wanaitafsiri kivingine. Nafikiri John na kanisa lilomtuma waliamini kama ni muujiza, kwamba mshale ulikuwa una target ya kumuua lakini ukalenga Biblia, ila watu wa Sentinelese walikuwa wana aim sio kumuua bali kumuonya, bwana kimbia. John hakusikia, alirudi tena kwa mara ya tatu. Mara hii ya tatu aliporudi kisiwani, Sentinelese hawakumwacha salama. Baada ya muda kadhaa, mwili wake ulionekana ukizagaazagaa pembezoni mwa kisiwa, pembezoni mwa ufukwe. Serikali ya India na Marekani hazikuanzisha vita, ila walisimamia ukweli mmoja. Aliambiwa, alijua hatari, lakini aliamua kufuata anachokiamini yeye. Kwenye dayari yake John aliandika kwamba kisiwa hicho ni ngome ya mwisho ya shetani. Swali ni hili: je, walihitaji kuokolewa au walikuwa tayari wanaishi maisha yao kwa amani bila sisi? Watafiti wa India waliwahi kufika kisiwani huko miaka ya 90. Walikuwa wanachukua nazi, wanawapelekea zawadi na walikuwa wanapokelewa, lakini kwa tahadhari kubwa sana. Lakini hata hapo Sentinelese waliweka wazi kwamba tunawathamini, lakini musivuke mipaka. Sasa hebu fikiria hivi, kama wangemkubali John alafu wakaishi naye labda miaka 30, lakini mwisho wa siku wakasema tunashukuru lakini hatutaki kubadilika, je, John angekubali? Kuna mmissionari mmoja pia alishawahi kuishi na kabila moja miaka zaidi ya 30, miongo mitatu, lakini mwisho wa siku wakakataa kabisa kuipokea Injili. Jamaa alivunjika moyo na aliondoka kabisa kanisani. Kwa nini? Kwa sababu aligundua kwamba alikuwa anaishi nao kwa upendo, lakini yeye ndo alikuwa ana ajenda ya siri ambayo anataka kuwapenyezea wao. Mwisho wa siku
John alikufa kwa kile anachokiamini, na kanisa lake ambalo ndo alikuwa akisali Marekani lilimchukulia kama shujaa. Hata mama yake mzazi hakuhuzunika wala kupata mushkeli yoyote, kwa sababu aliamini John ni shujaa ambaye ameenda kuitangaza Injili. Swali la kwa undani ni hili: je, imani yako inakupa haki ya kuhatarisha maisha ya watu wengine? Kwa Sentinelese jibu lipo wazi. Wanaishi, wanavua, wanalea watoto wao bila internet, bila dini za nje, bila dunia ya kisasa, na wamechagua kubaki hivyo. Wakati mwingine heshima ya kweli si kuwabadilisha watu, ni kuwaacha waishi. Kama unapenda deep story kama hii, fanya kusubscribe channel yetu ya Kwa Undani sasa hivi, maana dunia ina siri nyingi, hatujafika hata robo. Ndio kwanza tumeanza. Huu ni mwezi wetu wa pili, tunaelekea mwezi wa tatu, so fanya kusubscribe uweze kupata update nyingi story kama hizi. Mimi naitwa Credo.